La pili, neno ambalo litakapotolewa hapa silo tena la general, bali imekuwa neno lako na mimi. Bwana asifiwe sana. Na ikiwa sisi tunakuja mara kwa mara mahali ambapo tunaalikwa, ni kwa sababu hakuna sheria wala shurti iliyo juu yetu. Sisi tunakuwa na uhuru wote. Gisi niko hapa, sina eveke juu yangu, sina archeveke juu yangu. Maana yake mimi na neno la Mungu basi. Amen. Ila wengine wanafungwa na mashurti na katiba za kanisa zao, ila mimi sina mtu aliye juu yangu hapa. Tukiamua ya kwamba tuende tufanye injili, na mimi naishia pale. Bwana wabariki sana. Haleluya. Amen, amen. Tumeona ya kwamba ni vema sisi kuja hapa ili tuweze kutoa heshima za mwisho za kamanda wetu. Bwana wabariki. Kwa hiyo tutasoma neno. Kwa kusoma neno tutaalika watu kuwa wima. Ndugu Matendo, sio kama una vile Kiswahili? Okay. Utatufungulia kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi 28. Karibu kwa somo. Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi 28. Tunasoma kwa jina la Yesu. Luka mtakatifu sura yake ya 10 25 hadi 28. Na tazama, mwana sheria mmoja alisimama amjaribu, akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi ufalme wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Amen. Mungu, shusha baraka zako kwa neno hili katika hili kundi. Mjina la Bwana wetu Yesu Kristo twaomba. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika kusindikiza jemadari wetu, nimependelea kuchukua somo hili linasema hivi: nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Amen. Haleluya. Amen. Hii swali iwe kwako, hii swali iwe kwangu. Nifanye nini madamu mimi niko hapa chini duniani? Nifanye nini ili nirithi ufalme wa mbinguni? Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Katika Biblia wengi walikuja kwa Yesu, wengi walikuja kwa Yohana Mbatizaji, wakipenda wajui na wao pia na mimi. Nifanye nini? Haleluya. Amen. Tunajua ya kwamba hapa duniani hatuna mji unaokawia. Miili yetu yenyewe iko katika safari. Haleluya. Lakini mwanadamu anashindwa na hii swali. Mwanadamu anashindwa na kujiuliza, baada ya mimi kutoka katika hii mwili, haleluya, nifanye nini ili niwe na uzima wa milele? Amen. 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 Haleluya. Amen. Maisha yangu, maisha yako ni mafupi. Kila mmoja anajua vile. Amen. Amen. Ayubu amesema namna gani? Mzee, unatufungulia kitabu cha Ayubu. Ayubu amesema namna gani kuhusu maisha yetu? Haleluya. Amen, amen. Ayubu 14:5. Amen, amen. Mwanadamu yoyote anayeishi hapa chini duniani ni furushi tu la udongo. Amen. Unaona jinsi niko hapa? Hii pumzi ambayo Mungu anatia ndani ya hii mwili ikiondoka,
hiki kimwili kinageuka tu fursi ya udongo, tena udongo ya Kongo. Haleluya, Amen. Amen, amen. Amen. Sasa ikiwa mimi ni fursi tu ya udongo na mimi nimeishi muda fulani hapa, najua ya kwamba pia kufa sio kupotea, bali mwenye amekufa amegeuza makao. Unaamini hilo? Amen. Mwenye amekufa, mimi nikilala hapa, hii kimwili kitazikwa, lakini huyo mwenye iko anasema Amen. huyo mwenye iko anaona. Haleluya. Amen. Huyo mwenye iko anawaza akiondoka kutoka katika hiki jengo ambao kimetoka mtumbo la mama. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Nitaenda fasi ingine. Na mahali ambapo nitakwenda ni kufuatana na kile chenye nimetumikia hapa chini duniani. Iwe nimetumika kazi ya kiserikali, lakini kuna kile chenye ninafaa kutumikia. Ni nini? Ama kumtumikia Mungu ama kumtumikia shetani. Haleluya. Amen. Mungu ni neno lake. Ninapotii neno la Mungu ninamtumikia Mungu. Ninapokataa neno la Mungu nikiendelea katika maisha yangu ya ulimwengu, mimi namtumikia shetani. Haleluya. Amen. Sasa nifanye nini? Bwana asifiwe sana. Ili nirithi ufalme wa mbinguni, maadamu maisha yangu ni mafupi. Tusikie Ayubu anatuambia nini. Kila mmoja wetu hapa sikia. Tunasoma Ayubu sura yake ya 14 mstari wa 5. Ndio. Wa kwanza hadi wa 5. Ndio. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Amen. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Na ile maisha hapa chini duniani inajaa tu taabu. Yeye huchanua kama vile ua kisha ukatwa. Anachanua kama vile ua, baadaye anakatwa. Ukimbia kama kivuli wala akai kamwe. Anakimbia kama vile kivuli lakini hakawi. Nawe je, wafumbua macho yako kumtazama mtu kama yeye? Sasa wewe unafumbua macho yako ukiangalia mtu ambaye ameumbwa ya kwamba siku zake si nyingi? Si tunaangaliana hapa sisi sote? Nani mwenye kwa hapa mwenye kuzaliwa na mwanamke? Nani mwenye kwa hapa mwenye kupita katika tumbo la mwanamke? Hakuna. Maana yake sisi sote. Haleluya. Amen. Sisi sote ni wapitaji tu. Amen. 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 Na anayejua siri ya kuondoka kwetu hapa chini duniani ni Mungu. Sio baba, sio mama, sio pastor. Amen. Kuna mmoja tu anayejua siri ya maisha yako na siku ya kuondoka kwako, Mungu. Amen. Malizia. Na kunitia katika hukumu pamoja nawe. Na ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa. Hesabu ya miezi yake unayo wewe. Nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aliye na hesabu ya miaka yetu ni nani? Anayejua siku na mwisho wa maisha yetu ni nani? Mungu. Haleluya. Amen. Aliyekuumba ni nani? Mungu. Sasa katika muda wa kuzaliwa kwako na kufa kwako, haleluya. Haleluya. Umetumikia nani? Amen. Amen. Wala maishani mwako huku unatumikia nani? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Mimi wakati nilipokuwa mtoto mchanga niliwazia labda askari aweze kuwa Mkristo. Lakini nilipokuja kuingia katika kutumikia Mungu, nilienda gundua ya kwamba kumbe kuko askari wenyewe walitii Mungu sana. Amen. Na Roho Mtakatifu akashuka kwao. Amen. Na malaika wakawavisite. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwenye ametuacha ni askari. Ndio. Haleluya. Amen. Na wasema tuko nao hapa. Uwe mzalendo, uwe FARDC, wewe ni askari. Amen. Je, wajua ya kwamba katika Biblia kulikuwa waaskari wenyewe walitii neno la Mungu? Amen. Tusome. Ndio. Haleluya. Ijapo iko askari, iko na bunduki,
lakini anajua ya kwamba mimi niko msafiri. Anajua ya kwamba hii kazi yenyewe niko nafanya ya leta. Haleluya. Lakini kuna siku ambayo maisha yangu yataisha. Amen. Haleluya. Tufungulie kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Unaanza 10 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tena utaruka ku 44, 43, 48. Tufikie haleluya. Askari. Kumbe askari anaweza